Inatumia bati 72 za futi 10, mbao za kenchi ni 130. Lakini hili jengo pia linatumia jumla ya tofali za blocks 1800, lakini pia kama utatumia tofali za kuchoma hapo andaa tofali 6000 kamili. Ujenzi wa hili jengo unaweza ukofanya either ni kijijini au hata ni mjini. Kumbuka sasa hivi mazingira yamebadilika sana. Mazingira yaliyoko kijijini yana utofauti mdogo sana na mazingira yaliyoko mjini, hasa kwenye ujenzi, kwa sababu watu wanajenga kweli kweli. Hili jengo lina vyumba viwili vya kulala, vyote ni self bedrooms, lakini kuna sebule, jiko pamoja na store na choo cha dharura au choo cha public. Hili jengo linachukua upana wa mita 9 na urefu wa mita 11. Jengo ni zuri sana of course. Nimeweza kuanza kwa idadi ya material ili at least tuweze kuelewana vizuri na tusichukue muda mrefu sana kusikilizana. Na naweza kukuambia tu kitu kimoja, hili jengo unaweza kulijenga kwa kawaida mno, either unajenga mjini au hata unajenga kijijini, na lisikugharimu mno. Lakini pia ni jengo zuri na la kisasa ambalo lina sifa zote ya kuwa nyumba ya kisasa, kwa sababu ukiangalia vyumba ni vikubwa sana. Hivi vyumba una uwezo wa kuweka vitanda viwili vya 6 kwa 6 na vikaenea. Naweza kusema hivyo, lakini sisemi kwamba nyumba hii uijaze vitanda chumbani, hapana, kwa sababu vitanda sio tu kitu pekee kinachostahili kukaa chumbani. Chumba kinastahili kukaa na vitu vingine. Nimeweza kuambia kwamba ina nafasi hiyo ili at least uweze kupata picha kuona ni namna gani nafasi ni kubwa katika vyumba vyetu hivyo hapo. Sebule nayo ina nafasi kubwa na jiko lake lina nafasi kubwa kulingana na idadi ya watu ambao watakaohitajika kuwepo humu. Kuna watu wanauliza maswali. Mtu anaweza kuuliza swali, kwa nini kuna choo cha public humu ndani wakati vyumba vyote ni self? Jibu liko hivi, hichi ni choo cha dharura. Kwa hiyo hata yule ambaye anaishi katika chumba chake ambacho kina choo ndani ana uwezo wa kutumia choo hicho kama dharura. Na hiyo ndio maana ya choo cha public. Kwa hiyo hata kama kuna mtu ambaye atakayehitajika kutumia choo kwa dharura, basi hicho ndio choo chake. Lakini pia mtu anaweza kawa anatamani kujenga nyumba hii labda kijijini kumjengea mama yake, lakini hapo anapoenda kumjengea mama yake tayari kuna nyumba nyingine ndogo na wamezoea kupikia jiko la nje. Kwa nini tujenge nyumba ina jiko ndani wakati tayari kuna nyumba nyingine na jiko la nje? Iko hivi, tunapokuwa tunajenga majengo au unapotaka kujenga nyumba, kumbuka jengo unalolijenga litakuwa na muda mrefu wa kuishi kuliko lile ambalo lililopo kwa sasa. Kwa hiyo kama ipo hivyo, basi ikitokea jengo lile la sasa halitakuwepo tena, basi hili jipya tutakalolijenga liweze kukidhi mahitaji yote. Na hiyo ndiyo maana halisi ya nyumba ya kisasa, iwe na kila kitu na yenyewe iweze kujisimamia yenyewe kama yenyewe, isitegemee kwamba kutakuwa kuna kitu kingine ambacho nje ya jengo hilo kiweza kikasaidia jengo hilo kuweza kujiendesha. Sawa? Hapo sijajua kama nitakuwa nimekujibu vizuri, lakini kama nitakuwa sijakujibu vizuri na haujalizika na majibu yangu, unaweza ukarudi kwenye comment hapo na ukaweza kuuliza swali lako, basi kwenye video ijayo nikaweza kurudi na majibu sahihi zaidi kuhakikisha kwamba ninakuridhisha na unaridhika na majibu yangu. Sawa, niliweza kukuambia kwamba hapo juu kuna idadi ya bati 72 za futi 10, mbao za kenchi ni 130. Wale wanaotumia tofali za block, hapo tofali ni 1800, lakini kama utatumia tofali za kuchoma, basi hapo ni tofali 6000 kamili. Sasa wengi wamekuwa wakiuliza pia maswali, idadi ya tofali au ni tofali gani ambazo zitakuwa ni bora zaidi kati ya tofali za kuchoma na za block. Mimi huwa ninawaambia kama utaweza kupata tofali za kuchoma, basi tumia hizo, usitumie tofali za block. Lakini kama utakuwa na uwezo wa kuzikidhi kuweza kuzinunua hizo tofali za block, basi tumia za block. Na ninaweza kuambia kwamba tofali za kuchoma kutokana na namna ambavyo zinaandaliwa zina uimara mkubwa sana kuliko tofali za block kwa namna ambavyo zinaandaliwa, na sababu ni nyingi sana ambazo zinaweza zikatolewa hapo. Lakini ninachoweza kukwambia ni kwamba maandalizi ya tofali za kuchoma ni mara chache sana kukuta watu wakichakachua, kwa sababu ukichakachua material katika tofali za kuchoma baada ya kuzipeleka kwenye tanuri zikishachoma moto huwa zinavunjika kwa asilimia kubwa sana. Lakini tofali za block tumezoea sana kukutana na tofali ambazo ni biskuti. Kwa hiyo unatakiwa kuwa muelewa sana na kuwa mtu ambaye unafahamu mambo ili uweze kujua tofali za block ambazo zina changamoto. Lakini wengi wamekuwa kuuzia tofali ambazo zinakuwa sio imara, kupelekea majengo yao pia kutokuwa imara. Sasa hapa unaweza ukaendelea kujifunza vitu vingi zaidi kuhusiana na ramani za nyumba, na pia hakikisha umetufollow kwenye channel zetu zote hizo za Makazi Mpanda. Karibuni sana.